wana victimize walimu sana. Na hiki kitu imeendelea miaka mingi. Kwanza kuna mmoja supervisor ambaye anaitwa Charlotte, imekuwa ndio tabia yake kufuta walimu ovyo ovyo bila kujali maslahi ya watoto wetu. Kama tunavyozungumza wanapo victimize walimu, sasa tunapozungumza class 7 na 8 kuna walimu wawili peke yake kwa sababu ya kufuta walimu ovyo ovyo. Alafu angalia kuanzia grade 4 mpaka grade 6 walimu ni 3. So tungeomba Wizara ya Elimu ambaye iko sasa bado iko kwa Magoa na mwenzake ambaye atachukua tamu yake ni nani Ezekiel Machogu, wafuatilie hii kampuni sana kwa sababu vile wanavyofanya inatuumiza sisi kama wazazi. Alafu kitu kingine wanapofanya hivyo ni kana kwamba wao wasikii ule uchungu tunaosikia sisi wazazi. Kama kwa mfano hao wakubwa ambao kama huyo Charlotte, kuna mwingine anaitwa Bade, wao watoto wao hata mmoja hasomi Bridge International Academies. Lakini zile sheria wameweka kuvictimize walimu na sisi wazazi na watoto wetu, kwa sababu kama sasa candidates wana miezi miwili tu, mwezi moja na wiki kama 2-3 wafanye exam ya KCPE. Sasa walimu wamekuwa ni wawili kwa hiyo darasa. Na wanafuta walimu kila siku. Wakiamka tu asubuhi hivi wakiamua kufuta wanafuta, kwa sababu anajua Kenya kuna ukosefu wa ajira. Na walimu wengi wamemaliza Teachers College hawana kazi. So anajua wakifuta mmoja hivi mwingine kwa tayari ataingia nafasi yake. Na sisi wazazi ndio tunaumia. Ni tabia ambayo imeendelea kwa muda mrefu. Na sasa tumesimama hapa kwa niaba ya wazazi wengine wote wa Bridge, shughuli zingine zote za Bridge, kwamba hii kampuni ichunguzwe inavyotakikana. Waache kuvictimize wazazi, hasa sana walimu, ambao pia inatuaffect sisi wazazi na watoto wetu. Kitu cha pili, tunazungumzia kuhusu discipline. Kuna mambo mengi yanatokea kama kwa hii shule hapa. Lakini jinsi wanavyohandle hili maneno, kama kuna watoto hapa wanaweza kuchukua mawe washikie mwalimu mawe, mwalimu hawezi fanya chochote. Kwa sababu ameambiwa hakuna chochote anafaa kufanya kwa mtoto. Na nyinyi mnavyoelewa, tumekuwa na visanga vingi hapa Mombasa kuhusu wakali kwanza, wakali wao. Magenge yanainuka kila siku. Sasa tunashindwa, society gani tunalea sisi? Kwa sababu watu ile sheria wameweka katika hii kampuni inatuumiza watoto wetu haswa, na ikiumiza watoto wetu obvious inatuumiza pia sisi na society ambayo tumetoka ndani yao. Lakini kitu ambacho kilifanya wazazi wataharuki ni kwamba walifanya kushtukia kwamba mwalimu hayuko tena hapa shule na alikuwa ameweka mikakati. Sasa tukao tunauliza, wakati wanafuta, kwa nini wasihusishe ile BOG na hata wazazi kwamba kulitokea nini, wao wanafuta bila ushauri na watu wote. Kitu ambacho kimetushangaza zaidi, tuliita hata area chief of this place ambao aliattend that meeting, lakini hawakumpa heshima kama kiongozi wa huu mtaa, kwa sababu uamuzi wao nasema it's final, hawataki hata usaidizi wala mazungumzo ya aina yoyote. Sasa tunashindwa, kwani ni dictatorship hii shule au ni kitu gani wanapanga juu ya watoto wetu? Kwa sababu shule kuwa hapa ni watoto wafanye vizuri, kwa sababu ndio madaktari wa kesho, marais wa kesho. Lakini jambo ambalo linatufanya tunataharuki kwamba hawatambui umuhimu wa yule mtoto, na sisi ndio wazazi wenye watoto. Wanasema kwamba discipline imeshuka kabisa hapa shule, hasa za Bridge, especially Mtopanga. Na sisi area ya Mtopanga ina uhuni mwingi ambapo vipanga ndivyo vyatembea. Sasa kama leo katika mashule tutalea watoto kama mayai, watoto wanarusha mawe, walimu, watoto wanapigana, sasa kesho atakuwa kiongozi aina gani? Slim Wazoya ni mzazi wa Doreen class 8. I was expecting mtoto wangu aende national school akiwa anaongozwa na huyu mwalimu. Sasa wamemtoa pasipo sisi mazungumzo yetu wazazi. Langu mimi uchungu wangu ni kwamba John arudi. Kama sivyo hii shule as from next year hatutaleta watoto na hii shule ita run off kabisa completely. Kama sisi kama wazazi uchungu. Mimi sina mengi yangu ni kwamba hatutaki ukabila na huyu Charlotte